afie msalabani, na kwa ajili yake na kutangazia Mungu kwa neema yake amekusamehe dhambi zako zote, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Simameni. Yesu, Yesu, naomba unisikie unapozuru wengi ine Bwana, usinipite. Kwa kushangilia msamaha wa dhambi, tutaimba antifona na Zaburi ukurasa 283. Antifona na Zaburi ukurasa 283. Tazama, Bwana mtawala amekuja, mamlaka, nguvu na miliki zimo mkononi mwa. Fanyeni Bwana shangwe dunia yote. Njoni mbele zake kwa kuimba. Ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Mshukuruni, limidini jina lake. Rehema zake ni za milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na iwe sasa na siku zote, na hata milele na milele. Amen. Tazama, Bwana mtawala amekuja, mamlaka, nguvu na miliki zimo mkononi mwa. Tumwombe Bwana katika amani. Bwana, tunakuomba amani ya ulimwengu wote na umoja wa kanisa la Mungu. Bwana, tunaombea wote wanaingia nyumbani mwako, wanaokuabudu na kukusifu. Mungu, utusaidie, utuokoe, utuhurumie, kutuhifadhi kwa neema yako. Utukufu ni wa Mungu juu mbinguni, amani duniani kwa watu waliowaridhia. Mungu atukuzwe pekee. Shukrani zitolewe sababu ya rehema kuu aliyotutendea. Mungu atupenda sana sababu
ametupa kutengemana nawe. Bwana akae nanyi. Kulia kwako, kushoto, mbele na nyuma. Mgeukie jirani yako, mtakie amani ya Bwana. Mahali ni pazuri ndugu wanapokaa, wakipata na vyema na wakipendana, wakipata na vyema na wakipendana. Haya ya siku yasema, giza linapita na ile nuru ya kweli imekwisha kung'aa. Tuombe. Mungu, uliwafunulia mataifa mwana wako wa pekee Yesu Kristo kuwaongoza mamajusi kwa nyota. Tuangazie nuru yako ili tushuhudie hapa duniani na kufurahia mbinguni pamoja na wateule wako wanaotoka mataifa yote. Kwa yeye Yesu Kristo mwana wako aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu daima milele na milele. Amen. Tusikilize masomo yetu. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Mwanzo sura ya 19 mstari wa kwanza hadi wa 8. Mwanzo sura ya 19 mstari wa kwanza hadi wa 8. Karibu msomaji. Mwanzo 19 mstari wa kwanza hadi wa 8. Karibu. Mwanzo 19 mstari wa kwanza hadi wa 8. Karibu msomaji. Nami nitasoma kwa msaada wa Bwana. Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu mwenyezi. Uende mbele yangu ukawe mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimelifanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Wala jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahim, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao, kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwao na kwa uzao wako. Tusikilize. Wapewe sifa. Heri ya mwaka mpya. Naongea na washarika jamani. Heri ya mwaka mpya. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi ya kuwepo katika nyumba yake takatifu. Niwakumbushe matoleo yetu ya leo. Na leo tutakuwa na shukrani zetu zote, shukrani ya fungu la 10 na malimbuko, sadaka za asili na nazili, pamoja na shukrani ya pekee na shukrani ya wiki,
na shukrani ya pekee leo tutatoa washarika wote, na ni Jumapili ya kwanza ya mwezi ambayo huwa tunaitumia kumshukuru Mungu kwa pamoja kwa jinsi alivyotulinda na kutupitisha mwezi uliopita na kutuleta katika mwezi mpya. Na shukrani hii ya pekee hii kawaida tunaitoa baada ya mahubiri ambayo ni shukrani ya Wakristo wote. Kwa hiyo toleo la pili ni bahasha zetu zote, ahadi, jengo pamoja na utumishi dayosisi. Na niwakumbushe sasa tuna bahasha mpya, kukumbushe tena kama kuna changamoto yoyote ya bahasha, kuna majina yote yameorozeshwa kwenye kibao cha matangazo pale nje kwa kufuata jumuiya, na ukikosa jina lako na namba yako basi waone wazee wa kanisa au katibu wa usharika. Na tunaomba basi kila msharika hakikisha una bahasha na unaitumia, na ndani mle kuna kadi 3, kuna ahadi na jengo, lakini pia kuna utumishi dayosisi. Na utumishi dayosisi maana yake tunaanza kupunguza zile ahadi zetu ambazo tumezitoa kupitia kadi maalum. Kwa hiyo ukiweka kwenye bahasha unapunguza ile kadi yako, au unaweza ukalipa moja kwa moja kwenye kadi, kwa utakuwa umemaliza utumishi dayosisi. Lakini tuna ahadi pamoja na jengo. Kwa hiyo niwakaribishe wote, tutakuwa na shukrani zetu mbalimbali, lakini pia bahasha zetu zote pamoja na shukrani ya pekee ambayo tutaimalizia baada ya mahubiri. Tutashirikiana wimbo namba 46 wakati sasa tunajiandaa kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Wimbo namba 46, twendeni tumshukuru. Twendeni tumshukuru na kumwimbia Mungu aliyetupa roho na nguvu mpaka leo. Twaenda na kukua miaka yetu yote, hivyo mwaka kwa mwaka twafikia uzee. Katika shukrani zetu mbalimbali, Zaburi 118 mstari wa 1 mpaka wa 5, nao nasema haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Israeli na aseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Mlango wa Haruni na useme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Wamchao Bwana na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Katika shida yangu nalimuita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, jina lako na litukuzwe katika kila hali na kwa mambo yote ambayo umetutendea katikati ya maisha yetu. Tumesogea mbele za uso wako katika ibada hii kukushukuru wewe Bwana utendaye mambo makubwa na ya ajabu katika maisha yetu, zaidi ya yale tuliyoyawaza na kuyaomba mbele za uso wako. Tunakushukuru Bwana kwa kuwa wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele na uaminifu wako ni mkuu sana, tena ni wa milele. Hatuwezi kulinganisha na akili na fahamu za kibinadamu. Asante Bwana kwa namna ulivyotuongoza na kutulinda katika wiki tuliyoimaliza jana. Bwana umetembea pamoja nasi na kutuongoza katika njia zetu na mapito yetu mbalimbali. Umetupigania na kututetea, umetuokoa na hatari mbalimbali, umetukinga na mabaya yote, umetubariki kwa baraka zote za rohoni na za mwilini, lakini ukatuleta tena asubuhi ya leo katika nyumba yako itakatifu. Tazama watoto wako wanakuinulia mioyo ya sifa na shukrani, wakileta sadaka na shukrani zao mbalimbali. Wengine wanaleta shukrani zao za malimbuko na shukrani za fungu la 10, sadaka za siri na sadaka za naziri, pamoja na shukrani ya pekee na shukrani ya wiki, wakitambua neema yako iliyowafunika na uweza wako ambao umekuwa pamoja nao. Tunaomba Bwana ukazipokee sadaka hizi zote ambazo watoto wako wanakutolea katika ibada hii kukushukuru wewe Bwana. Tunaomba ukazitakabali dhabihu za mioyo yao. Tunaomba Bwana ukawatendee yaliyo mema.
hata watakapokutolea bahasha zote, tunaomba Mungu ukatakabali huo utumishi ambao watoto wako kila mmoja atakutumikia kwa moyo wa kupenda na moyo wa furaha, hiyo akitambulisha na kuleta kazi zake mikononi mwako, kwamba wewe Bwana ndiwe kiongozi na mchungaji wake mwema. Tunaomba Bwana upokee sadaka na shukrani hizi zote tunazokutolea, zaidi sana ukaimarisha agano la wewe kutembea pamoja na kila mmoja wetu, na ukatubarikie katika njia zetu zote tutakazoziendea wiki tunayoianza. Bwana, wewe Bwana ukawe kiongozi na mchungaji wetu mwema, ukatuongoze katika njia zako za kweli na za haki, na ukatutangulie katika majukumu na ratiba zote za wiki nzima. Wewe Bwana ukatutie nguvu na kutuwezesha, ukatupe roho ya hekima, maarifa na ufahamu kila mmoja katika uwajibikaji na utendaji wake wa majukumu na kazi mbalimbali. Utupe kibali machoni pako, neema yako ikatufunike na kutuwezesha katika jina la Yesu Kristo. Ukatukinge na mabaya yote, ukatukinge na hatari zote, ukakutane na mahitaji ya watoto wako, mahitaji ya kiroho ya kimwili, ya familia, ya ndoa, ya masomo, ya biashara, ya kazi na uchumi, pengine katika mambo mbalimbali. Mungu ukatuwezeshe na ukatupatie sawa sawa na haja ya mioyo yetu. Tunawaleta watoto wako pia walioweka nadhiri zao kukutumikia kwa ajili ya utumishi dayosisi na kuleta ahadi zao kwa ajili ya maendeleo ya usharika. Tunaomba Bwana ukazitakabali kazi za mikono yao ambazo zitakuwa ni sababu ya wewe kutukuzwa na kutumikiwa kwa mali zao. Tunaomba Bwana ukawafanyie wepesi katika majukumu na kazi zao mbalimbali za uzalishaji, ili waweze kutimiza nadhiri zao na kukutumikia kwa furaha na amani. Uwabariki watokapo, wabariki waingiapo, na uwabarikie katika mambo yote wanayotia mkono kufanya, wasione kupungukiwa wala wasijute, kwa sababu wameitika wito wa kukutumikia wewe kwa njia ya mali zao. Ubariki maongeo ya mali zao na mafanikio yao, uwape kuongezeka na kuona faida katika kazi zao, wasione kupungukiwa, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana ukazikumbuke sadaka zao zote na kuzitakabali. Tena Mungu ukawainulie msaada unaotoka patakatifu pako pa mbinguni na kuwategemeza kutoka katika madhabahu yako ya kimbingu. Tena Bwana ukawajalie kila mmoja kwa kadri ya haja ya moyo wake kuyatimiza mashauri yao yote. Utubariki sisi sote tuliokusanyika katika ibada hii. Bwana ukatubariki na tutoke tukikutukuza na kuinua wewe daima. Kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na kuamini. Amen. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Bwana na akubariki utokapo na uingiapo, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kaeni washarika. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Bwana na akubarikie katika mambo yako yote unayotia mkono kufanya kwa ajili ya uzalishaji. Mungu akuzidishe na kukuongeza na akupe kufanikiwa, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mshukuruni Bwana, mwenende kwa amani yake. Amen. Tembea na wewe toka mwanzo, uko pamoja nasi hapa tulipo, ni kwa nguvu zako. Asante Elo, tumetembea nawe. Karibuni wale wenye sadaka za siri na naziri, karibuni hapa mbele ili muweze kupokea baraka za Bwana. Sadaka za siri na naziri, karibuni mbele. Tumetembea nawe, toka mwanzo uko pamoja nasi hapa tulipo, ni kwa nguvu zako. Asante Elohim. Mabaya yaliinuka, lakini haya kutupa
Basi niwakaribishe wenye shukrani ya wiki. Tumtukuze Bwana kwa makofi na mashangilio. Amen. Asante praise. Nikaribishe kwaya ya imani wakati nakutukuza Baba, nakusifu Mungu, sababu wewe ni mwema sana. Nakutukuza Baba, nakuimbia wewe, sababu wewe ni mkuu sana. Ulitawala zamani, hata leo unatawala. Wewe ni mkuu sana. Ulitawala zamani, hata leo unatawala. Wewe ni mkuu sana. Pokea sifa, pokea Bwana, hakuna kama wewe. Nakutukuza Baba, nakusifu Mungu, sababu wewe ni mwema sana. Nakutukuza Baba, nakuimbia wewe, sababu wewe ni mkuu sana. Ulitawala zamani, hata leo unatawala. Wewe ni mkuu sana. Ulitawala zamani, hata leo unatawala. Wewe
ni mkuu sana. Pokea sifa, pokea Bwana, hakuna kama wewe. Pokea sifa Bwana, pokea Bwana, hakuna kama wewe. Haleluya, hosana Yahweh, haleluya, hosana Yahweh, tukusifu Mungu. Haleluya, hosana Yahweh, haleluya, hosana Yahweh, tukusifu Mungu. Wastahili heshima, wastahili kutukuzwa, wastahili heshima, wastahili heshima, wastahili kutukuzwa, wastahili heshima. Wewe ni nyota kubwa Baba, toka kwa Yakobo. Nitakutukuza kwa rehema zako. Wewe ni nyota kubwa Baba, toka kwa Yakobo. Nitakutukuza kwa rehema zako, baraka zako nimepata. Bwana, Baba, Yesu, Mungu, baraka zako tumepata. Bwana, Baba, Yesu, pokea sifa, pokea Bwana, hakuna kama wewe. Pokea sifa Baba, pokea Mungu, hakuna kama wewe. Baraka zako nimepata. Mungu, Bwana, Yesu, baraka zako tumepata. Bwana, Yesu, Mungu, Baba. Sifa, heshima, utukufu, vyote ni vyako Baba, ni vyako Baba. Pokea, pokea sifa. Sifa, heshima, utukufu, vyote ni vyako Baba, ni vyako Baba. Pokea, pokea sifa. Sifa, heshima, utukufu, vyote ni vyako Baba, ni vyako Baba. Pokea, pokea sifa. Sifa, heshima, utukufu, vyote ni vyako Baba, ni vyako Baba. Pokea, pokea sifa. Sifa, heshima, utukufu, vyote ni vyako Bwana. Baba, pokea,
pokea sifa. Nisikie shangwe na vigelegele kwa Yesu. Nimeomba mengi, umenijibu moja. Umetutendea wengi, mimi nimerudi. Japo wengine bado, ila natambua thamani ya hili moja ulilolitenda. Mimi sijui, mimi nachojua kwangu umetenda. Wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Mimi Msamaria tu, mtu wa kabila lingine, wala sikustahili haya ulionitendea. Wengine sijui wanaona nini, ila mimi Bwana nimeuona wema wako tu. Wewe ukoma tulikuwa wengi, na damu yako itakutakasa. Wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Utukufu kwako, una rehema zako, umenitenda wema, Wimbo namba ya 73 tunapokwenda kupokea neno la Mungu la uzima kwa ajili ya siku ya leo. Wimbo namba ya 73, tafadhali fungua kitabu chako, tumsifu tena Mungu kwa wimbo namba ya 73. Ni neema iliyoje kwamba tunayo siku ya leo, Jumapili ya kwanza kabisa katika mwaka huu wa 2026. Mkono wako na neema yako havijapungua uaminifu wake, na ndio maana tuko mbele zako tena wakati huu, mioyo yetu ikikushangilia wewe kwa sababu ya uaminifu wako. Heshima na utukufu ni kwako, katika jina la Yesu aliye hai. Nami ninaomba tena utukalie katika ibada hii, tunapolisikia neno lako Bwana, katika jina la Yesu. Yale makusudi ya Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu yapate kuzaliwa sawasawa na mapenzi yako. Unijalie kunena neno lako kwa ujasiri, na kila aliyekuja kwenye ibada hii Bwana asiwe amekuja kwa hasara. Kutana na moyo wake, kutana na mahitaji yake, kutana na maswali aliyo nayo, kutana na mipango aliyo nayo, kutana na matarajio aliyo nayo, kutana na ndoto alizo nazo. Wewe ni Mungu uliye hai. Tujaze tena nguvu mpya katika ibada hii, tutakapotoka Bwana tukasikie kuiwishwa, kutiwa nguvu. Atwae viriba vikuukuu ndani yake wakatia divai mpya, bali divai mpya hutiwa katika viriba vipya. Kama tunaanza mwaka mpya, lazima tumuhitaji Mungu kwa nguvu mpya. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Tena ndani ya somo hili kuna malengo kama matatu. Sitasema na wewe wakati huu kwa sababu yamekaa kisemina zaidi, kwa hiyo tutasemezana kule kwenye semina. Lakini ningependa tucheki maandiko yafuatayo, alafu kuna mambo machache nitakueleza kwenye ibada hii. Kitabu cha Wafalme wa kwanza
sura ile ya 19. Wafalme wa kwanza sura ile ya 19. Wafalme wa kwanza sura ile ya 19. Nitasoma mstari ule wa 7 na wa 8. Wafalme wa kwanza sura ya 19, nitasoma ule mstari wa 7 na wa 8. Biblia inasema hivi: malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa, akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Akainuka, akala, akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horebu, mlima wa Mungu. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Neno tunalotembea nalo ni lile linalosema inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Bwana asifiwe. Hebu mgeukie jirani, mwambie jirani, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na katika ibada hii ningependa nikueleze tu sababu kwa nini Mungu alimwambia Eliya ainuke ale kabla hajaanza safari. Kwa sababu ndani ya zile sababu utapata kwa nini Mungu amekupa neema ya kuingia mwaka huu. Alafu utagundua kuna nguvu huna, unahitaji kula ili uweze kutembea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimeweka sababu kama 5. Kwa muda ukituruhusu tutaziona zote 5. Usipoturuhusu tutakata katikati. Bwana asifiwe. Sababu 5 kwa nini malaika wa Bwana alisema na Eliya, inuka na kula, maana safari iliyoko mbele yako ni kubwa mno. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sababu ya kwanza, hebu mwambie jirani, sababu ya kwanza. Sababu ya kwanza, Eliya alikuwa hawezi kuendelea na safari yake kwa kutumia nguvu za jana. Eliya alikuwa hawezi kuendelea na safari yake kwa kutumia nguvu za jana. Ukisoma hayo maandiko hapo nyuma, utagundua kuna shida ilitokea kati ya wana wa Israeli na Mungu wao. Na wale wana wa Israeli wakawa wameingia kuabudu miungu ya Baali, wakiamini ya kwamba ina nguvu ya kuwapa mvua. Na jambo ambalo Mungu alipokuja kwa nabii Eliya alimpa kutumia neno la Mungu kupinga jambo lile. Kwa baadaye ukatokea ugomvi kati ya Mungu wa Israeli na Baali, na wakajenga madhabahu. Na kwenye ile madhabahu wakakubaliana ya kwamba kama tunamhitaji Mungu halisi, tuangalie ni nani anayejibu katika nguvu. Kwa hiyo wakajenga madhabahu. Eliya akawaambia watu wa Baali wajenge madhabahu yao. Kwa Israeli waliokuwa wanamwamini Baali wakajenga madhabahu yao, wakatoa sadaka, wakaita jina la Baali tangu asubuhi mpaka jioni. Baali hakujibu. Baadaye Eliya akawaambia, nikaribieni mimi. Alipowakaribia, Eliya akajenga ile madhabahu ya Bwana. Alafu akaita, kasema, Mungu, ijulikane ya kuwa mimi ni mtumishi wako na ya kuwa watu hawa ni watu wako. Biblia inasema moto kutoka mbinguni ukashuka ukalamba ile madhabahu. Ule moto uliposhuka, Eliya alipata ushindi usiokuwa wa kawaida. Alichofanya akasema, hawa manabii wote wa Baali mnaowaona ni waongo tu, kamata uwa wote. Wakakamatwa manabii wa Baali pale, wakauawa mamia kwa mamia. Alafu akaondoka na mtukuza Mungu, amemtia nguvu, ameshinda mlima Karmel, ameshinda akiwa na Bwana. Ahabu mfalme akarudi kwa mke wake Yezebeli, kwa sababu ile miungu ya Baali kwa Israeli ililetwa na mke wa Ahabu. Ahabu alienda kuoa kwa mfalme wa Wasidoni, na alipokuja nyumbani kwa yule Yezebeli, alipokuja nyumbani kwa mfalme Ahabu, akaja na miungu yake ya Baali. Kwa Ahabu akaondoka akaenda kwa Yezebeli, akaambia, mke wangu, Ahabu amechinja manabii wako karibia wote.
Yezebeli akatoa tamko, akamwambia Elia, roho yangu na iwe juu yako nisipokufanya kama mojawapo ya hao manabii wangu. Elia aliposikia anatafutwa na Yezebeli akaamua kukimbia. Kwa nini? Ghafla ametoka kwenye ushindi, lakini kuna vita aliyokutana nayo hapo katikati. Akipima uzito wa ile vita akaona hapa sistahimili. Ukisoma maandiko unaona akakimbia, akalala chini ya mretema, akamwambia Mungu, roho yangu sio bora kuliko roho za baba yangu, ikiwezekana nife. Kwa nini? Amechoka, amekata tamaa, ameishiwa nguvu. Zile nguvu zilizomsaidia kushinda kwa Baali zimeenda wapi? Zile nguvu zilizomsaidia kuikabili madhabahu ya Baali na kuwaua manabii wote na kupata ushindi kwa Mungu zimekwenda wapi? Mungu akapima, akagundua huyu ndugu nguvu zimekwisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Akatuma ujumbe kwamba inuka ule, kwa sababu nguvu ulizokuwa nazo jana sio nguvu ulizonazo leo. Unahitaji kukaa na kula ili kupata nguvu ya kunyanyua hatua mpya. Ninajua Karmel ulipata ushindi, lakini usihesabu ushindi wa Karmel kuwa sababu ya kuendelea kwenye hatua mpya. Karmel ilipita, lakini sasa inabidi ule, maana mbele yako kuna safari kubwa mno. Akataka kumtia nguvu ili anapoinua hatua mpya kuelekea kwenye mlima wa Bwana abebe hiyo nguvu mpya. Na mimi niko kwenye madhabahu kukwambia usitembee na nguvu za mwaka jana. 2025 imepita, hii ni 2026. Hata kama ulipata ushindi mwaka jana, Bwana asema kaa ule, maana 2026 ni safari ndefu mno kwako. Ni lazima kula, wala usitegemee na ushindi uliopata mwaka jana kwamba ndio utatembea nao mwaka huu. Mguse, mwambie jirani, acha kukariri vya mwaka jana. Maana kuna vingine ukikariri vinakuwa haviendi sawa sawa. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mfano mmoja huu anapenda sana kurejea. Watu wawili walienda kwenye interview, wakawa na maswali ya kuulizwa. Sasa huyu wa kwanza akaingia kwenye interview, akaulizwa, jina lako nani? Akasema, akataja jina lake. Akamwambia, sasa interview inaanza hapa, tuambie rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaitwa nani? Akasema anaitwa Julius Kambarage Nyerere. Akamwambia umepatia. Akaulizwa swali la pili, kwani Mwalimu Nyerere alizaliwa mwaka gani? Akasema 1922. Akaambiwa umepata. Akaulizwa swali la tatu, hapa Tanzania kuna majiji makubwa mawili kwa wakati huo, ni yapi yataje? Akasema Dar es Salaam na Mwanza. Akaambiwa umepata. Akaulizwa swali la mwisho, huku duniani kuna watu wanaamini kuna Mungu, wengine wanaamini miungu ya miti, wengine ya mawe, kila mmoja na imani yake. Wewe unaamini kwamba Mungu yuko? Akasema mimi na, wengine wanaamini, wengine hawaamini, lakini mimi naamini. Akaambia haya, ondoka, muite ndugu yako aingie. Alipotoka pale nje akaambia, ndugu yangu, majibu yote mimi nishamaliza. Jibu la kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Jibu la pili 1922. Jibu la tatu Dar es Salaam na Mwanza. Jibu la mwisho wengine wanaamini na wengine hawaamini, lakini mimi naamini. Huyu jamaa akakariri majibu, akaingia nayo. Kafika pale kaulizwa, jina lako nani? Akasema Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Wakaona huyu mbona kama hazijakasa, wakaambia kwani umezaliwa mwaka gani? Akasema 1922. Wasema huyu sio Nyerere tunayemjua. Ikabidi waongeze swali la tatu, umezaliwa wapi? Akasema Dar es Salaam na Mwanza. Mwisho wa siku akamwambia, hivi wewe ni chizi? Akasema wengine wanaamini na wengine hawaamini, lakini mimi naamini.
Kwa nini nimekupa huu mfano? Usikariri ya mwaka jana. Mwaka huu ni mwaka mpya, tafuta nguvu mpya katika Bwana. Ile kwamba ulijibu maswali ya mwaka jana, usikariri majibu ya mwaka jana, kutembea nao mwaka huu. Tunamtaka Bwana na nguvu mpya, tutembee nazo katika mwaka huu. Mungu anamwambia Elia, kula. Hatuhitaji kutembea kwa sababu ulimshinda Ahabu jana. Haina maana ya kwamba utamshinda leo. Ni lazima ukae hapa ule ili upate nguvu mpya kwa hatua mpya iliyoko mbele yako. Na mimi ninakuombea kwa jina la Yesu, upokee hiyo nguvu mpya, ubebe hiyo nguvu mpya ya kwenda katika hatua mpya za mwaka huu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema uendelea toka nguvu hata nguvu, na mimi ninakuomba uendelee toka nguvu hata nguvu. Kama mwaka jana ulikuwa na nguvu, mwaka huu uendelee toka nguvu hata nguvu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana asifiwe tena. Bwana asifiwe tena. Hebu weka mkono wako juu namna hii, sema Bwana Yesu, ninakataa kutembea kwa mazoea ya mwaka jana na nguvu za mwaka jana. Ninaomba mwaka huu unipe nguvu mpya kwa hatua mpya kwa jina la Yesu aliye hai. Tuone sababu ya pili. Sababu ya pili ni hii. Ni kwa sababu safari ilikuwa ndefu na alihitaji maandalizi ya ndani. Ni kwa sababu safari ilikuwa ndefu. Ndio maana naambia inuka ule, maana safari iliyoko mbele yako ni kubwa mno. Kwa safari ilikuwa ndefu. Kwa hiyo alihitaji maandalizi ya ndani. Kwa nini? Pasipo maandalizi ya ndani angechoka mapema. Ngoja nikwambie, kwa Mungu kasi sio kitu cha maana sana, nguvu ndo kitu cha maana sana. Nisikilize tena. Kuna mahali nilisema haijalishi una kasi kiasi gani, lakini kama umepotea njia, kasi yako haina maana. Wewe kimbia kwa kasi zote, lakini kama hauko kwenye njia sahihi, hautafika unakotakiwa kufika. Kwa Mungu alijua ya kwamba huyu ndugu hahitaji kasi, anachohitaji ni nguvu, anahitaji energy ya kwenda mbele kwenye safari aliyonayo. Na kwa sababu hiyo anamwambia inuka ule, kaa ule, manake kuna maandalizi unatakiwa ufanye. Hiki chakula unachokula hakiwi tu chakula cha kawaida, lazima kitapita kwenye mfumo wa chakula, kitameng'enywa mdomoni, kitameng'enywa tumboni, kitapita na kupita na kupita mpaka kitokezee kwenye damu. Kuna nguvu mpya utakuwa umepata. Ndio maana maandiko yanasema akaenda kwa nguvu ya kile chakula. Maana yake ni kwamba maandalizi yalikuwa yanahitajika ili apate nguvu ya kwenda kwenye safari iliyoko mbele yake. Na ndio maana Biblia inatueleza kwenye kitabu cha Luka sura ya 14 na ule mstari wa 28, Yesu ananena na wanafunzi wake, anawaambia msitoke mjini mpaka mvikwe uweza utokao juu. Kwa nini? Hataki kututuma kwenye kazi kabla hajatuvika nguvu mpya. Hataki tutembee kwenye safari mpya kabla hajatuvika nguvu mpya. Na ndio maana tunapokuja kwenye ibada ya mwaka mpya, lengo letu ni kukaa na kula. Kwa nini tunataka kula? Ni kwa sababu tunataka nguvu mpya za kuendea mwaka 2026 kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Safari ilikuwa ndefu. Safari ilikuwa ndefu. Sasa ngoja nikwambie, msingi wa namna unavyoanza safari ni bora kuliko unavyoanza safari. Kama unafikiri Natania, kawaulize wajenzi wa nyumba. Hawajengi ukuta kabla ya msingi, kwa sababu wanajua haufiki mahali. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa usikimbie, mwambie jirani, jirani, usikimbilie kujenga ukuta wakati una msingi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kile chakula kilikuwa msingi wa Elia kuiendea safari ndefu aliyokuwa nayo. Maana Biblia inasema akaenda kwa nguvu ya kile chakula. Tunapokaa Januari na kujifunza neno la Mungu na kuomba, kuna nguvu inayojaa ndani yetu, inatupa mafuta ya kwenda tena katika
katika safari ndefu tulio nayo. Inawezekana tukikaa tunaona ni kama tuna nguvu. Unaweza ukawa na usafiri ndio, lakini kabla ya kuanza safari lazima upime, mafuta nilio nayo yananiwezesha kufika kwenye safari ndefu nilio nayo? Kama sina, ni lazima nishuke petrol station nijaze mafuta yanayoendelea katika safari nilio nayo. Na mimi ninakuombea Januari hii iwe Januari ya kukaa kwenye petrol station ya Roho Mtakatifu, ujae mafuta ya kutembea kwenye safari ya mwaka huu. Roho Mtakatifu ajaze vitu ndani yako ili unapotembea ndani ya mwaka huu uwe na vibali vyote. Na akisema safari ni ndefu, haina maana ya kwamba ndefu njia. Kuna nyingine, safari nyingine ni fupi sana, ila vizuizi ni vingi. Kwa sababu vizuizi ni vingi, safari inakuwa ndefu. Hujanielewa? Urefu wa safari sio urefu wa njia. Njia ya wewe kufika kwenye mafanikio yako inaweza ikawa ni fupi sana, lakini vizuizi vya yule jamaa vikafanya njia ikaonekana ndefu. Kawaulize wana wa Israeli. Biblia inasema njia ya kwenda Kanani ilikuwa fupi sana, lakini walikaa njiani miaka 40. Wako njiani. Kwa nini safari imekuwa ndefu? Kuna vizuizi. Si unajua ukiwa unatembea njiani kwa miguu, askari hawana shida na wewe. Hawezi kukupiga mkono namna hii na miguu yako, unatumia energy yako, hawana shida na wewe. Lakini ukipanda gari, panda pikipiki, panda chombo cha moto, utawaona njiani. Kwa nini? Umeingia kwenye anga zao. Alafu wataanza kukuhoji maswali ambayo pia kama hujajipanga vizuri uchomoki. Asa, hebu tuoneshe bima, tuoneshe leseni, tuangalie uchakavu wa tairi zako, tuangalie gari lako kama lina stamina ya kupita njiani. Watakagua kila kitu walicho nacho. Alafu wakigundua ya kwamba umekamilika kwenye kila kitu, wakwambia nenda bwana, si hatuna shida na wewe, tulikuwa tu tunaangalia usalama. Ole wako wakukute na makosa, utalipa mpaka senti ya mwisho ndipo utoke pale. Kwa nini? Vizuizi viko safarini. Na mimi nataka niseme na wewe, miongoni mwa nguvu mpya ambazo Mungu anatakiwa kuweka kwako Januari hii ni nguvu zinazokusaidia usikwamishwe na adui unapokutana naye kwenye anga zake. Kwa hiyo Roho wa Mungu akijaza mafuta ndani yako, yale mafuta yanakupa kibali kwa kiwango ambacho unatembea Januari, shetani anafika anaweka mikono, mbingu zinasema hapana, huyu alishalipiwa kila kitu mbinguni. Huu ni mwaka wake wa kutembea kwenda kwenye mafanikio yake. Mafuta yaliyojaa ndani yametengeneza kibali, yametengeneza nguvu ya wewe kutembea katika mwaka huu. Ninakuombea, hata kama shetani alikusudia usifike kwenye hatima yako, hakuna wa kukuzuia, kwa kuwa Bwana amejaza hiyo nguvu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu sema, weka mkono wako juu namna hii, mwambie Bwana Yesu, kabla sijapiga hatua yoyote katika mwaka huu, ondoa haraka ndani yangu, ondoa haraka ndani yangu, nipe maandalizi ndani ya moyo wangu, nikae na wewe ili nifike na wewe katika mwaka huu nikiwa salama, kwa jina la Yesu aliye hai. Weka mikono mingi ya kumshangilia Bwana kwa ajili ya hilo. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Twende na sababu ya tatu. Sababu ya tatu ni hii. Elia alikuwa amechoka kiroho na kimwili. Elia alikuwa amechoka kiroho na kimwili. Unasema unajuaje amechoka? Soma mistari ya nyuma hapo. Kabla ya kuambiwa inuka ule, anamwambia Mungu, ikiwezekana nife. Ushaona mtu amechoka afa anakuambia mimi nife tu. Manake amekata tamaa. Mwili wake hauko tayari tena kuendelea na huduma na kazi ambayo Mungu amemwitia. Moyo wake tena hauko tayari kubeba kile ambacho Mungu amemwitia. Kwa alikuwa amechoka. Kwa hiyo chakula alichokuwa analetewa hakikuwa chakula cha kawaida.
kilikuwa ni chakula kinachokuja kuiwisha nafsi iliyoinama. Ndio maana Zaburi ya 23 ule mstari wa 3, mtunga Zaburi anasema, uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Nafsi yake ilikuwa imechoka, na kwa hiyo ilikuwa inatakiwa kula ili kuona hatua ya kwenda mbele. Kabla ya kuinua hatua mpya katika mwaka huu, inawezekana kuna vitu ulipitia katika mwaka 2025 vilikuchosha, vilikukatisha tamaa, vilikuzuia, lakini mwaka huu ni saa ya kumwambia Bwana, niuishe tena kwa upya. Ninatembea tena kwa nguvu mpya, sitatembea tena kwa kuchoka, sitatembea tena. Kwa hiyo ninakaa, ninakula nikijua nitakwenda kwa nguvu ya hiki chakula pasipo kuchoka wala kukata tamaa. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya tena. Alikuwa amechoka na kukata tamaa. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ile ya 30 na mstari wa 6. Samueli wa kwanza sura ya 30 na mstari wa 6. Unaona Biblia inatueleza namna ambavyo nguvu zinapotuishia tunaweza tukarudi kwa Mungu na kurejeshewa nguvu mpya. Tusome kidogo Samueli wa kwanza sura ile ya 30. Samueli wa kwanza sura ile ya 30 na mstari wa 6. Samueli wa kwanza sura ya 30 na mstari wa 6. Samueli wa kwanza sura ya 30 na mstari ule wa 6. Neno la Mungu linasema hivi. Samueli wa kwanza sura ya 30 na mstari wa 6. Neno linasema hivi. Naye Daudi akafadhaika sana kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote wasiosononeka kila mtu kwa ajili ya mwanaye na binti yake, lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Hebu sema alijitia nguvu. Hebu sema alijitia nguvu. Hebu sema alijitia nguvu. Maana yake katika namna ya kuchoka na kusononeka, alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Ni kweli kwamba kuna vitu vilikuwa vinaendelea, vinamvunja moyo, vinamkatisha tamaa, lakini alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake, akijua ya kwamba Bwana anaweza akamsaidia, Bwana anaweza akampigania. Ukisoma Zaburi ya 86 na ule mstari wa 16, Biblia inasema umtie nguvu mtumishi wako, umtie nguvu mtumishi wako. Na mimi ninakuombea mwaka huu wa 2026 Bwana akutie nguvu kama mtumishi wake kwa jina la Yesu aliye hai. Unapoendea mambo yako, kazi zako, mafanikio yako, hatua za mwaka huu, Bwana akutie nguvu kama mtumishi wake kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hakuna kuchoka wala kukata tamaa. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe tena. Tuone sababu ya 4. Tuone sababu ya 4. Sababu ya 4 ni hii. Sababu ya 4 ni hii. Kwa sababu Eliya alihitaji ufunuo mpya kabla ya hatua mpya. Kwa sababu Eliya alihitaji ufunuo mpya kabla ya hatua mpya. Kwa sababu Eliya alihitaji ufunuo mpya kabla ya hatua mpya. Sasa kwenye semina tutaongea vizuri hili jambo. Ngoja nikwambie, unaweza ukawa na maamuzi mengi sana umeyapanga Januari, mambo mengi sana, ndoto nyingi sana umezipanga Januari. Kama hautakuwa mtu wa kiroho kujua ni ufunuo gani ambao Mungu amekupa kuuendea kwa mwaka huo, unaweza ukaweka mipango 10, ukafika Disemba ukagundua hakuna hata robo ya mmoja uliyekamilika kwa 100%. Kwa nini? Huna ufunuo mpya. Kwa hiyo unabahatisha, hiki unagusa unaacha, hiki unagusa unaacha, hiki unagusa unaacha. Na sababu ni kwamba Mungu anapokuja ndani ya ufunuo mpya hakupi kufanya mambo mengi, anakupa kufanya jambo moja lenye mapenzi yake kwa kusudi lake, na hilo likishafanyika mambo yote hutimia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Eliya alikuwa amepambana na miungu ya Baali
kwa namna ambayo nguvu zake alikuwa ameziwekeza pale. Ametoka pale kwenye ile vita, hajui tena kitu cha kufanya. Ndio maana unaona anajiombea afe, kwa sababu ni kwamba haoni tena kesho ikoje, haoni tena vitu gani ambavyo Mungu amemkusudia. Na Mungu alikuwa anampa chakula ili aweze kutembea kwenye safari ndefu. Kisoma hapo mbele unaona baada ya kile chakula alichopewa, alitembea usiku na mchana mpaka akafika Horebu, kwenye mlima wa Bwana. Pale ndipo alipokutana na ufunuo mpya wa kitu anachohitaji kufanya. Lakini Mungu wakati anamletea kile chakula, alijua huyu ndugu ni kwamba hana maono mapya tena. Kwa anajaribu kupiga raundi kwenye maeneo ya zamani. Mungu asipokuwa pamoja na wewe mwaka huu, unaweza ukaangalia vitu vyote ulivyofanya mwaka jana ukajaribu kuvizalisha kopi yake ili ufanye na mwaka huu na bado usione matokeo. Ninakuombea ufunuo mpya kwa jina la Yesu. Ninakuombea ufunuo mpya kwenye mipango, maamuzi na kila unachokifanya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Alikuwa amekosa ufunuo mpya. Na ukisoma maandiko unaona namna ambavyo Elia alipokuwa anatembea, hata hali yake ya kumsikia Mungu ilipungua. Kwa sababu huwezi kupata ufunuo mpya kama ndani yako kumsikia Mungu hakupo. Ndio maana ukisoma kule mbele unaona kuna wakati alienda akalala, akaona upepo unakuja, akafikiri kwamba Mungu yuko, akakuta hayuko. Akaona nini inakuja, akafikiri kwamba Mungu yuko, akakuta hayuko. Akakaa katika maeneo yale yote. Kwa nini? Ufunuo mpya ulikuwa umepotea, kwa sababu kuna namna ambavyo mawasiliano yake na Mungu hayakuwepo. Sasa unajiuliza nini kinacholeta mawasiliano na Mungu? Hakuna namna ambavyo mtu anaweza akamsikia Mungu kama hasomi neno la Mungu. Mungu anamwambia Yeremia, naliangalia neno langu nipate kulitimiza. Kwa haiwezekani ninalala mchana, usiku naamka kwenye kazi zangu, narudi usiku wa manane. Somo tutakuja kulisikia somo la kwanza na la pili baadaye Jumapili. Tukisikia kuna semina unaona ni za kina fulani, tukisikia kuna morning glory unaona hazina maana, halafu unataka Mungu akupe ufunuo mpya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtunga Zaburi anasema neno moja nimelitaka, nikae katika uwepo wa Bwana. Yesu akamwambia, Martha, Martha, unashughulika na utumishi mwingi sana, lakini ndugu yako Mariamu amechagua neno moja tu ambalo hataondolewa. Hebu mwambie jirani, mwaka huu nia kutafuta moja tu. Moja tu. Hebu mwambie moja tu ambalo hutaondolewa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Unajua mtu wa Mungu, ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 3, unaona wakati Samueli anakuja kutumika mbele za Bwana, mbele za Eli. Cheki kitu ambacho Biblia inasema. Inasema neno la Mungu lilikuwa adimu. Kitu gani kilitokea? Hapakuwa na mafunuo dhahiri. Ile mafunuo manake hakukuwa na ufunuo mpya. Watu wanaenda kila siku wanasubiri, napambana na hiki labda Mungu aseme nami, kimya. Natokea hivi labda Mungu atanisaidia, kimya. Ninaenda hivi labda nitauona mkono wa Bwana, kimya. Mafunuo dhahiri yamepotea. Kwa nini? Neno la Mungu limekuwa adimu. Hebu mguse mwambie jirani, 2026 neno la Mungu lisiwe adimu. Na mimi ninakuombea kwa jina la Yesu, neno la Kristo likae kwa wingi ndani yako mwaka huu kwa jina la Yesu aliye hai. Mafunuo yasiwe adimu ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Neno la Mungu likikaa ndani yako litakupa na maamuzi ya kufanya. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka, Mathayo, utaona pia wanaeleza hiyo habari wakati Yesu anazaliwa. Yusufu anajiwa na malaika, anamwambia usiogope kumwacha Mariamu mkeo, kwa maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kakae vizuri na Yusufu, utagundua aliazimu kumwacha kwa siri. Akapewa ufunuo usimwache. Kumbe
ufunuo ukikosekana, kuna vitu utaacha ambavyo hukutakiwa kuacha. Hebu mwambie jirani, daka hiyo. Ukikosa ufunuo ambao Mungu ameukusudia kwa mwaka huu, kuna vitu utaacha hukutakiwa kuacha, kuna vitu utatupa hukutakiwa kutupa, kuna vitu utaharibu hukutakiwa kuharibu, kuna vitu utatelekeza hukutakiwa kutelekeza. Ninakuombea Bwana akupe ufunuo mpya wa kutunza ulivyo navyo mpaka Yesu ametokea, vya kutunza ulivyo navyo mpaka kile alichokukusudia Mungu kimetokea kwenye maisha yako, kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu weka mkono wako juu namna hii, sema kwa jina la Yesu aliye hai, kila kitu ambacho Mungu amenipa katika mwaka huu sitakiacha, sitakitelekeza, sitakitupa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. Simama kwa miguu yako, tutakutana kwenye semina. Simama kwa miguu yako, simama kwa yako. Yes, wewe ni mzuri Bwana Yesu, uaminifu wako ni wa kweli, uaminifu wako ni ngao na kigao. Wewe ni mwenyezi yote, ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa mabwana, ni Mungu wa miungu. Tukufananishe na nini wakati ya ufananishwi? Tukulinganishe na nini wakati ya ulinganishwi? Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika na sisi katika mwaka huu wa 2026 hatuwezi tusipokaa ndani yako. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Bwana, 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 Bwana. Mwenye masikio ya kusikia na asikie. Bwana, asikie. Bwana, asikie. Bwana, sawasawa na mapenzi yako. Asikie Bwana, sawasawa na mapenzi yako. Neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa, Bwana, asikie, asikie katika jina la Yesu. Inawezekana huko kwenye ibada hii hujaokoka. Yesu si Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Umeanza mwaka huu kwa neema, unahitaji hatua mpya. Unahitaji hatua mpya. Unahitaji hatua mpya. Unahitaji hatua mpya. Kama hujaokoka, ndani yako Yesu si Bwana na Mwokozi wa maisha yako, weka mkono wako juu pale, nitakwenda kuomba na wewe. Uanze mwaka huu Yesu akiwa daraja lako, akiwa chanzo chako, akiwa nguvu mpya ya yale ambayo unaendea katika mwaka huu. Uko hapa hujaokoka, Yesu si Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nyosha mkono wako juu. Tunapokwenda kumalizia nitaomba kwa ajili yako. Nyosha tu mkono juu. Asante. Asante. Nyosha tu kwa ujasiri. Huu ni mwaka mpya. Mwaka mpya, usijaribu kutembea namna ambavyo watu wanakuona. Usiige majibu ya mwaka jana. Usiige watu watakuonaje. Huu ni mwaka mpya, na inawezekana umebeba kitu kipya kabisa kwa ajili yako. Yesu anasema, tazama nafanya yote kuwa mapya. Andika, andika, andika. Nafanya yote kuwa mapya. Nafanya yote kuwa mapya. Andika. Acha divai mpya ikae katika viriba vipya. Nguvu mpya ikae katika upako mpya wa 2026. Weka tu mkono wako juu namna hii, mtu wa Mungu. Weka tu juu, weka tu juu. Asante. 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 Naomba wewe uliyenyoosha tusogea hapa mbele tuombe pamoja. Sogea hapa mbele. Kama uko karibu na mtu aliyenyoosha mkono, msaidie tu asogea hapa mbele tuombe pamoja wakati tunakwenda kumalizia. Huu ni mwaka mpya. Kuna vitu vipya vinaanza kwako kwa namna ambayo hukuwahi kuona. Sogea tu. Wewe uliyenyoosha mkono, sogea tu mbele hapa. Sogea tu mbele hapa. Sogea tu. Sogea tu. Mimi ni mjumbe wa Bwana tu, lakini yuko Bwana kwenye hii madhabahu ambaye anajua mwaka huu kuna nguvu mpya. Kuna nguvu mpya, na haiwezi kuja juu yako mpaka Roho wa Bwana amehusika. Mpaka Roho wa Bwana amehusika. Biblia ninayosoma inaniambia asiye na Roho wa Kristo huyo sio wake. Kwa hatuwezi kupanda nguvu mpya katika viriba vikuu. Acha uje kwa Yesu, uwe kiriba kipya, uwe nguvu mpya, uwe mahali papya pa kupanda nguvu yake. Sogea tu, sogea tu. Sogea tu, sogea tu. Asante, 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 asante. Naona bado watu, njoo tusogea. Huu ni mwaka mpya, ni mwaka mpya, ni mwaka mpya. Nguvu mpya, hatua mpya, hatua mpya, hatua mpya katika jina la Yesu.
Nikukaribishe baba uongoze sala ya toba, alafu tutamalizia. Basi fuatana nami katika maombi haya. Hata wewe uliyeko huko unaweza kaomba tu, kwa sababu Biblia inasema mwenye haki azidi kutenda haki na mtakatifu azidi kujitakasa. Mungu Baba, Mungu Baba, naomba sasa tunifuate maombi haya. Mungu Baba, ninakuja kwako, mimi mtoto wako, nimesikia neno lako lenye uzima, nimekubali na ninarudi kwako. Ninaomba unihurumie na kunisamehe uovu wangu wote nilioufanya mbele zako Bwana, kwa kujua na pasipo kujua. Ninaomba Bwana unirehemu sawa sawa na wingi wa fadhili zako, ukanisamehe maovu yangu yote na kuniponya na magonjwa yangu yote. Unitakase kwa damu yako, unipe kibali machoni pako. Katika huu mwaka mpya nitembee na wewe, nitembee katika njia zako, nipite katika njia zako, na wewe Bwana ukiwa kiongozi na mchungaji wangu mwema, ukaniongoze katika njia nipasayo kupita na nikapate kufanikiwa. Katika jina la Yesu ninakataa kazi za shetani na hila zake zote na mambo yake yote. Ninavua chochote kilichoshikamana nami kutoka mwaka uliopita mpaka sasa. Ninavua uharibifu wote, ubaya wote, mazoea yote, tabia mbaya, kila aina ya uharibifu ambao adui amenibebesha kwenye maisha yangu. Na sasa Bwana, ninavaa nguvu mpya, kibali kipya, mawazo mapya, mtazamo mpya, ufunuo mpya, akili mpya, nguvu mpya, afya mpya, uchumi mpya, na mambo yote kuwa mapya. Naona sema, tazama unayafanya yote kuwa mapya. Sasa ninaomba ufanye yote kwenye maisha yangu kuwa mapya, ili niendelee kukutukuza wewe. Katika jina la Yesu ninaomba na kuamini, amen. Karibu ombe kwa ajili yako. Yes. Amen. Bwana asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hawa ambao wameokoka, na wewe ambaye pia umeshiriki katika ibada hii. Tunakwenda kuomba hapa kwa pamoja. Ninachotamani mwambie Mungu, ninaomba chakula hiki kisinipite, maana ninataka nguvu mpya katika hatua mpya. 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 Tutakwenda kuomba hapa kwa pamoja, na wewe omba tu. Usiangalie kama ni nani anaomba, kwa sababu wakati unapokea nguvu mpya atapokea aombaye. Biblia inasema ombeni nanyi mtapewa. Hasemi angalieni wanaoomba nanyi mtapewa, inasema ombeni nanyi mtapewa. Kwa hiyo omba, mtu wa Mungu, kuna nguvu mpya inayoachiliwa ndani yetu kutembea nasi katika mwaka huu. Hebu tende mbele za Mungu sasa, tukiwa tunaombea pia na ndugu hawa. Mungu, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, tunakuja mbele zako. Tunakushukuru kwa ajili ya watoto wako hawa ambao wamefanya maamuzi katika siku hii ya kwanza ya Jumapili ya kwanza ya mwaka huu 2026 kusema ndio kwako. Tunawaleta kwako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Naomba nguvu mpya na upako mpya wa Roho wa Bwana ujae ndani yao katika nguvu za uweza wa Roho Mtakatifu, kuwafanya upya kutembea katika mwaka huu katika kile chakula cha neno lako, kama Elia mtumishi wako alivyotembea katika chakula cha yule malaika na ule mkate alioletewa. Neno lako Bwana lifanye upya, lifanye upya maisha yake, lifanye upya maisha yake, lifanye upya maisha yake. Kila kazi za giza zilizoinuliwa kwa ajili yake mwaka huu tunazipiga stop tangu sasa kwenye ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu. Msimu mpya, hatua mpya, maisha mapya. Msimu mpya, hatua mpya, maisha mapya, kwa jina la Yesu Kristo. Roho wa Baba, shuka ndani yake katika nguvu na uweza wako. Penya katika uweza na nguvu zako.
wako kufanya yote kuwa mapya, kufanya yote kuwa mapya. Tunaharibu mambo ya kale, kazi za kale, roho za kale, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fanya upya ndani yake, fanya upya ndani yake, fanya upya ndani yake. Baba, tunamwombea tumishi wako nguvu mpya katika mwaka huu, nguvu mpya katika mwaka huu, ule uweza wa Roho Mtakatifu unaopenya. Madamu tunamkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, uende ndani yake sasa, uende ndani yake sasa, uende ndani yake sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kufanya upya, kufanya upya, kufanya upya, kufanya upya, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Endelea kuomba, endelea kuomba mtu wa Mungu. Nataka tuende kwenye agenda moja. Mungu alimwambia Elia, inuka ule, maana safari hii ni ndefu mno kwako, ni kubwa mno kwako. Mungu alijua Elia akienda bila kile chakula ataanguka njiani, akienda bila kile chakula ataanguka njiani, akienda bila kile chakula ataanguka njiani. Oh, nataka mwambie Mungu, ninaomba nguvu mpya. Mwaka huu sitaanguka njiani, kazi zangu hazitaanguka njiani, biashara zangu hazitaanguka njiani, hali yangu ya kiroho mwaka huu haitaanguka njiani. Hebu omba, 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 mwambie Bwana, ninakuhitaji na nguvu mpya, ninakuhitaji na nguvu mpya, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana, tunakuja kwako, tunaomba tena kwa ajili ya mwaka huu, yako malengo tuliyojiwekea, mipango tuliyojiwekea. Nikisoma neno lako linasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Kama Elia alipata chakula cha kutembea naye katika ile safari, ile nguvu iliyokaa juu yake ikampa tena kunyanyua hatua mpya. Ndivyo ambavyo ninaomba kwa ajili ya ndugu huyu na baba huyu na mama huyu na kila aliye kwenye ibada hii, nguvu mpya ndani yake, nguvu mpya ndani yake, nguvu mpya ndani yake. Tunashuka kwenye kijito cha damu ya Yesu aliye hai tangu mwezi huu wa Januari na siku hii ya 4 ya mwaka huu, tukiomba nguvu zako. Hatutaanguka njiani, hatutaanguka njiani, hatutaanguka njiani. Oh, nisikilize mpendwa, Bwana amekusudia usianguke njiani, usianguke njiani, usianguke njiani. Ninakuombea neema ya kupokea hiyo nguvu. Tunapokaa kwenye maombi, upokee hiyo nguvu. Tunapokaa kwenye neno lake, upokee hiyo nguvu. Tunapokaa kwenye ibada, upokee hiyo nguvu. Usitembee na mwaka jana. Kama mwaka jana ulimwabudu Mungu kwa mazoea, mwaka huu pokea nguvu mpya ya kuongeza kiwango chako cha kumwabudu Mungu. Kama mwaka jana ulifanya kazi kwa mazoea, mwaka huu pokea nguvu mpya. Toka nguvu hata nguvu, toka nguvu hata nguvu, toka nguvu hata nguvu. Uyaendee mambo ya mwaka huu kwa nguvu mpya, kwa nguvu mpya, kwa nguvu mpya, kwa nguvu mpya, kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu nyanyua mkono wako juu namna hii, wote kanisa zima, nyanyua mkono wako juu namna hii. Mwambie Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, asante kwa mwaka huu, asante kwa mwaka huu. Kwa jina la Yesu, kila nilicho nacho hakitaanguka njiani. Ninaomba nguvu, ninaomba nguvu, ninaomba nguvu ya Roho Mtakatifu wako kwenye kila hatua ninayoinua kwa mwaka huu. Ninaomba uniongoze, ninaomba unipe ufunuo mpya, ufunuo mpya, ufunuo mpya kwenye kila maamuzi, kwenye kila kazi, kwenye kila mipango, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu aliye hai. Mwekee Mungu makofi mengi ya kumshukuru. Piga tu, piga tu, piga tu, piga tu kwa Bwana, piga tu. Ishara ya kupokea, ishara ya kupokea, ishara ya kupokea. Bwana Yesu akubariki sana. Amen. Mungu akubariki sana. Naomba tuketi na sasa tutakwenda kumshukuru Mungu. Heri ya mwaka mpya. Nguvu mpya,
hatua mpya. Heri ya mwaka mpya. Hicho ndicho tutakachotembea kwa mwezi huu mzima. Nguvu mpya, hatua mpya. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Tutakwenda sasa kumshukuru Mungu kwa shukrani hii ya pekee. Hakikisha una bahasha ya shukrani ya pekee, ni kwa washarika wote. Kama hujapata, nyosha mkono na wazee wa kanisa watakufikia. Tafadhali, kwaya ya imani, wimbo mmoja, wakati sasa sisi wote tunakwenda kumshukuru Mungu kwa shukrani ya pekee. Karibuni sasa kwaya ya imani tunapokwenda kumshukuru Mungu. Jamani, tunaposema kwaya ni nguvu mpya. Sasa mwaka huu tutaachana kweli. Yaani tukishasema kwaya alafu mnatazamana huko, sisi tunasonga mbele. Nguvu mpya, hatua. Naomba hiyo muielewe kwa mwaka huu, wana kwaya wote, vikundi vya uimbaji. Tukisema simama hapo, tunajua mna maandalizi hayo. Karibuni sasa kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Lazima nikusifu, ndiwe uliyeumba mbingu na nchi, nami mwanadamu. Lazima nikusifu, matendo yako Bwana ni makuu kwetu. Tunakusifu katika anga la uwezo wako. Matendo yako Bwana ni makuu kwetu. Tunakusifu katika anga la uwezo wako. Tunaungana na malaika katika kusanyiko, pokea sifa wewe. Tunaungana na malaika katika kusanyiko, pokea sifa wewe. Bwana, Bwana Mungu, tumekusanyika kukusifu wewe. Bwana, Bwana Mungu, tumekusanyika kukusifu wewe. Kwa ulimi tunakusifu wewe, kwa matari tunakusifu wewe, kwa ulimi tunakusifu wewe, kwa matari tunakusifu wewe, kwa mfumo wa baragumu tunakusifu Bwana, kwa matawazi ya pamoja tunakuinua yawe, kwa mfumo wa baragumu tunakusifu Bwana, kwa matawazi ya pamoja tunakuinua yawe. Haleluya, tunakusifu Bwana, haleluya, tunakutukuza Bwana, haleluya, tunakusifu Bwana, haleluya, tunakutukuza Bwana. Mungu hukaa katika sifa, nazo sifa lazima zivume. Mungu hukaa katika sifa, nazo sifa lazima zivume. Ndege wanamsifu na upepo nao pia, ndege wanamsifu na upepo nao pia. Inakupasa umsifu Mesia ungali hai. Inakupasa umsifu Jehova ungali hai. Wengine wanasifu mali walizo nazo, wengine wawasifu waganga wa kienyeji, wengine wanasifu mali walizo nazo, wengine wawasifu waganga wa kienyeji. Mteule wa Mungu acha kujichanganya, Mungu peke yake ndiye wa kusifiwa. Mteule wa Mungu acha kujichanganya, Mungu peke yake ndiye wa kusifiwa. Alikuumba vizuri dada, mpe sifa. Alikuumba vizuri kaka, mpe sifa. Alikuumba vizuri mama, mpe sifa.
aliniumba vizuri, mimi nampa sifa. Mungu wetu hana upendeleo, kila mwenye pumzi na msifu yeye. Mungu wetu hana upendeleo, kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Kila mwenye pumzi asimame kwa miguu yake, amtukuze Mungu wa mbinguni, maana yeye ni Mungu mwaminifu, ni Mungu anayekupenda, ni Mungu anayekutetea, ni Mungu anayekulinda. Amekupa afya, amekupa uzima, amekupa amani. Ni heri leo umsifu na kumwabudu Mungu wako, maana kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Haleluya, haleluya. Kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Haleluya, haleluya. Anastahili sifa Bwana. Uweza na mamlaka ni vyake. Anastahili sifa Bwana. Mungu awabariki sana washarika. Tusimame kwa maombi ya sadaka. Salamu Yesu Bwanangu, wewe uzima wangu ni Mungu mwenye neema na rehema, umemtoa mwanao pekee Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi zetu ili tupate kuhesabiwa haki na kuwa washiriki wa Roho Mtakatifu. Tunakuomba yapokee matoleo haya tukuleteao sasa, na miili na roho zetu viwe dhabihu iliyo hai ya kukupendeza na takatifu machoni pako. Tunakuomba uliongoze kanisa lako takatifu ili lidumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake ulimwenguni mote. Imani yetu izidi. Tunaiombea serikali yetu, ipe neema, ituongoze katika mema yote. Nchi iwe na amani, nasi tuishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu, tusipatwe na mabaya. Tunawaombea wote wenye shida mbalimbali, ugonjwa na tabu, tukiwaleta mbele zako Bwana. Mwakibete, Chatawelu Zabloni na Shokigwa Shani, Joyce Mdeme, Mary Kweka, Mabala Mboje, Josephati Mwandri na Debola Albert, mchungaji Ernest Ambalang, pamoja na wengine wote walioko mahospitalini na majumbani. Wewe ni Mungu uponyaye, mwaminifu na wa haki. Tunakusihi Bwana, kwa neema na huruma zako ukawahurumie wenzetu hawa, ukawaponye magonjwa na udhaifu walio nao, kawatie nguvu na kuimarisha afya zao, ili Bwana warudi kukutukuza pamoja nasi na kukutumikia vyema. Utubariki sisi sote, tuendelee kukuamini na kukupenda wewe. Utujalie tufurahie utukufu wa ufalme wako wa mbinguni pamoja na wote waliofariki katika Bwana. Utujalie hayo Baba, kwa ajili yake Yesu Kristo mpatanishi na mwombezi wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu
kama sisi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini tuokoe kutoka uovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Bwana akae nanyi. Tumhimidi Bwana. Pokeeni baraka za Bwana ninyi nyote mliokusanyika katika nyumba yake takatifu na kumwabudu Bwana kwa uzuri wa utakatifu wake. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Bwana na akubariki utokapo, Bwana na akubariki uingiapo, na kuyatimiza mashauri yako yote, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Matendo yote uyatengeneze Yesu, uniongoze popote nitakapo kuwa leo. E Bwana, usikie kuomba kwetu. Amen. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa matangazo, na nafasi hii ni kwa wageni wote walioshiriki pamoja nasi katika ibada hii ya kwanza ya mwaka. Karibuni sana. Hii ni Jumapili ya kwanza katika mwaka, na tunamshukuru Mungu ametupa nafasi ya kuwepo hapa. Karibuni wote kwa ajili ya ibada, lakini kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Tunajua wengine mlisafiri, mmerejea sasa. Karibuni tuendelee kumtumikia Mungu pamoja. Na hapa nina vyeti viwili vya safari. Cheti cha kwanza ni cha Anastasia Albert Kang'ombe kutoka Geita, kanisa la Anglican. Lakini pia cheti kingine ni cha familia Mr. and Mrs. Frank Kingston, yeye ametoka huko Malangu Sembeti. Kama wako hapa, tunaomba msimame. Karibuni msimame, tutambue uwepo wenu. Na wengine wote ambao hatuna vyeti vya safari, tafadhali simameni na mtatusalimia hapo kwa kutupungia mkono. Karibuni wageni. Asante, naomba tupokee kwa mazito matatu. Barikiwe na Bwana. Tunaomba baada ya ibada hii, karibu ofisi ya usharika kwa ajili ya kusaini kitabu cha wageni, lakini pia tuweze kufahamu uwepo wako hapa na tuendelee kukuhudumia. Katibu, karibu kwa matangazo.